tunaona watu wa Galatia, we're going to see the people in the Galatians. Paulo na washauri, And Paul give them advice wa kurudi nyuma. for them to go back. Anasema hivi, He said, mlikuwa mkitembea vizuri. you are walking in good way. Ni nini kiliwakosesha kumheshimu Mungu? What happened to you for not obeying God? Mkiwa na tabia hii Mungu anawakataa. If you have this kind of wale watu Mungu aliwakataa. if you have this kind of life, you will be denied by God. Kushika maagizo ya Mungu. Those people were denied by God because they were against God and God denied them. Bwana asifiwe. Praise God. Mungu ni mwivu, neno la tano. Mungu ni mwivu. God mwivu. God has a jealous. Asante sana. Namanya. Mwivu ni jealous. Mungu ni mwivu. God is a jealous God. Wivu wake, his jealousy, unalenga watu wake. He breaks people, his people. Sababu wivu wake, because his jealousy, ni wakupenda mwanadamu atembee katika kweli. Is to love a person to walk. Na usipofika ile kweli, if you don't take the truth anakuacha, and then will leave you alone. Wende wako, so you can go alone. Na kwenye utaenda, to wherever you are going to, mwisho ni mauti ya milele. The end will be death. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema, the Bible says, tushike kweli. We have to take twende kwa wokovu. So we can go through. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati tunasoma neno la Mungu, when we read the word of God, linatuonyesha faida ya kushika. The word of God gives us benefits of taking. Kijana wangu, my youngest, tusomee katika Luka. Read Luke. Kaila Luka. Asante ndugu yako. Unapigwa chenga. Bwana asifiwe. Amen. Luka 11:28. Luke chapter 11 verse 28. Ndio. Lakini yeye alisema afadhali heri walio walisikia na kushika. Makutano walipokusanyikia, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara wala hakitapewa ishara. Bwana asifiwe. Praise God. Biblia inasema hivi. The Bible says, ukilishika neno la Mungu, if you take, you are building the way of faida ya God kushika inside you. Sababu Yesu mwenyewe, because Jesus himself, Bwana asifiwe. Praise God. Hili neno lanifurahisha sana. This word give me joy. Mwandishi wangu, soma Yohana 14. Read John 14:23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sawa. Bwana asifiwe. Praise God. Asema mtu akimpenda Yesu, if someone loves Jesus na kushika neno la Yesu and obey his word, litaleta Mungu Baba, I'm going to bring Mungu Mwana, God Son, God Father, God Son, na Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. Wote watafanya makao kwake. All of them will make
a house inside the person. wataishi naye, They will be living with that person. watatembea naye. They will walk together. Waliochagua hili neno Those who chose this word, walikuwa wanajazwa. they were all full of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Amen. Hapa kuna neno mzuri sana. There is another good word. Soma katika Ayubu Job 23, 11, 12. Job 23:20. Nimesoma Ayubu. Ayubu 23 sura verse ya 11 mpaka 12. The book of Job. Ayubu 13 23 ndio. Huu unalisikia vizuri. ya 23. Mstari wake wa ngapi? Mstari wake wa 11, 12. Mstari wake wa 11 mpaka 12 unasema hivi. 11 inasema, mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Njia yake nimeshika, wala sikukengeuka. 12. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake, ya riziki yangu. Kushinda riziki yangu. Bwana asifiwe. Anasema nilishika neno la Mungu. I kept the word of God. Sikurudi nyuma. I didn't go back. Na neno lake And his word, niliona kama utajiri wangu. it was a blessing to me. Haleluya. Hallelujah. Shika neno la Mungu. Take the word of God. Unagusa hazina ya Mungu. When you take the word of God, you touch the treasure of Uzima God. unaupokea And you receive a life kwa bure. for free. Bwana asifiwe. Praise God. Wakati tunashika neno la Mungu, When we take the word of God, hatupungukiwi. we are not going down. Hatupungukiwi. We are not going down. Mambo yote kwetu. All things to us. Kanisa hili la Philadelphia, This church of Philadelphia, waliwaambia hivi, God said to them, kwa kulitunza neno langu, for keeping my word, nawapa milango iliyo wazi. I'm giving you all open doors. Hakuna atakayefunga, Nobody will close. na nikifunga, When I close, hakuna mwenye atafungula. nobody will open. Bwana atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafika kwenye kipindi cha mahitaji. Na acha nasema kidogo walioomba nyimbo. Ilifika kipindi cha kila mtu alikuwa anakuja kuniambia kwenye masikio, nataka kushukuru. Nataka kushukuru. Nikashindwa nimwambie nani niache nani. Na hapa karatasi yetu iliandika watu watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaenda na taratibu ambayo tuliambiwa hapo. Kama tulikuacha usikwazike. Hata mimi napata mwimbaji mzuri sana. Kuna wakati naomba Mungu nasema sikia vibaya sana, hapana. Jioni ipo, kesho yetu ipo, mkesha upo. Tutamshukuru Mungu, tutaimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda kipindi cha mahitaji. Tuangalie mahitaji ambayo tuko nayo. Tuna mahitaji matatu. Hitaji la kuombea huduma ya wana wa manabii, kuna hitaji ya kuombea nchi ya Kongo, na kuna hitaji ya kuombea watu kuwa na hofu ya Mungu. Na hayo mahitaji tutaigawa kwa watu watatu.
kapambio kwa fupi tu tafuta muda wa ibada ya jioni. Hitaji la kwanza litaombewa na ndugu Asante Justin. Hitaji la pili mama Mbebige kutoka Colorado. Na hitaji la tatu Pastor Alex. Bwana Yesu asifiwe. Tukimaliza tu kuimba kapambio hapo, watu watafuatana. Mtu wa kwanza ataombea huduma ya wale wa manabii kama nilivyosema. Na mtu wa pili ataombea hitaji la nchi ya Kongo, na wa mwisho ataombea watu wawe na hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuamini